Naona tuko katika fungu la mwisho. Tunaitafuta Lailatul Qadr. Huu ndio mwezi sasa hivi tumefika katika 10 ambalo kuachwa huru na moto. Unajua bato Mungu hapendi sisi twende motoni, na ndio maana anatupa favor nyingi sana ndani yake za kufanya. Ramadhani ni gifti kwetu sisi Waislamu au waumini kwa lengo la kutusafisha, kutupelekea katika hali iliyoko salama. Kwa hiyo lipo 10 hili la mwisho tuliokuwa nalo ni 10 la Lailatul Qadr. 10 ambalo ibada utakayoifanya kupitia 10 hili ikiwa utabaitika kuipata Lailatul Qadr, yani ni bora kuliko ibada za miezi 1000. Sawa bwana. Kwa hiyo sio 10 la kucheza, ni 10 la itqum minan nari, kuachwa huru na moto. Kama Mungu alikupangia kwenda motoni, basi ndio 10 la kunyenyekea ili kuachwa huru na moto. Na 10 hili kuna vitu vibaya sana bato vinavyotendeka ambavyo vinapaswa kusemwa, jamii ielewe. Lailatul Qadr haikusemwa siku gani itakuwa Lailatul Qadr. Haya mambo ya kusema yalikuwa mwezi 24, 25, 26. Haya mambo tu watu wamefanya jitihada katika kuitafuta. Lakini ukweli kwamba 10 lote la mwisho linawezekana kupata Lailatul Qadr. Kwa hiyo ili usiikose Lailatul Qadr, ni kheri ama ni bora 10 lote la mwisho ni kufanya ibada kwa kukesha ili usiikose. Hii kuambia watu imetejika tabia saizi, watu wanakuwa mwezi 26 sijui 28 wanatafuta mavyakula, wanaenda kulala msikitini, wanasema leo Lailatul Qadr. Lailatul Qadr haijapangwa kwa ni siku gani. Kwa hiyo swala la kusema kwenda kuwalisha watu chakula, kwenda kuwalaza, manake kama vile una uhakika kwamba leo ndo Lailatul Qadr ipo, jambo ambalo sio la kweli. Hii kitu imefichwa, na kufichwa kwake kwa sababu tujipinde katika kufanya nini? Ibada. Imekuwaje wewe unataja siku maalum kwamba leo ndio Lailatul Qadr? Hizi ni siku za kukisia. Ukweli uliopo kwamba 10 lote la mwisho tunatakiwa tujipinde katika kufanya ibada, kuitafuta ile Lailatul Qadr. Sio kuwaambia watu leo tunapika chakula msikitini, leo tunalala msikitini, leo tunakesha msikitini kwa sababu leo ndio Lailatul Qadr. Nani kakwambia maneno hayo? Wamejaribu wanazuoni kusema siku fulani, lakini uhakika kabisa ni kwamba 10 lote la mwisho kufanya ibada. Kwa nini? Lazima utakutana nayo. Ikiwa 21 utakutana nayo, ikiwa 22 utakutana nayo, ikiwa 23 utakutana nayo, ikiwa 28 utakutana nayo. Lakini lile jambo bato la kuambia watu kwamba ibada hii ya Lailatul Qadr kwamba itatoka siku fulani, hilo halikuthibiti katika sheria, isipokuwa tukeshe. Ndio maana Bi Aisha anasema katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani Mtume alikuwa anakesha 10 lote kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadr. Hapo katika hilo 10 la mwisho unatakiwa kulala msikitini na kufuturu msikitini na kudaku msikitini. Si hivyo wanavyofanya watu sasa hivi, ile wameweka tu wao. Unajua kula daku na kufuturu ni vitu vya kawaida sana hivi, lakini kinachotokewa ni ibadati. Lakini leo cha ajabu watu Lailatul Qadr wanakwenda msikitini kulala. Yani wao hawakwendi kufanya ibada, wanakwenda kulala. Mtu anakuambia niko itikafu, kalala msikitini. Hapana. 11 ifike. Saa 11 labda swali au saa 9 ale daku. Huu ni usiku wa kujipinda katika ibada. Achana na mambo ya vyakula. Huu ni usiku wa kuitafuta Lailatul Qadr, kwa maana ni usiku wa kujipinda katika ibadati, katika kufanya ibada, sio usiku wa kuleta masihara. Kwa hiyo watu niwaambie kwamba mimi sipendi ile kanuni ya kusema mwezi 28 29 ndio Lailatul Qadr. Hapana. Hii manake unaweza ukawakosesha watu Lailatul Qadr wakitegemea kwamba siku hiyo ndio inatoka Lailatul Qadr, wakati siku imefichwa kwa lengo sisi la kufanya ibada. Kwa hiyo tutumie 10 la mwisho lote kufanya ibada, si kuchambua siku maalum ya kufanya ibada. Tutumie kundi hii la mwisho kufanya ibada, sio kuchagua, au sio? Okay, Sheikh, tunaelewa kwamba tumeona baadhi ya watu maarufu wanafuturisha. Tumeona Superdome, Selena Hoteli, watu wanapelekana huko. Nikisema nije nizungumze kwanza na Sheikh Shafi kwa sababu kufuturisha nao ni ibada. Lakini kuna watu ambao wana uhitaji zaidi, ambao wanahitaji hiyo huduma ambayo pengine katika mwezi mzima siku 30
hawafuturu vile vitu ambavyo pengine wanavitamani kutokana na uwezo wa kimaisha, lakini wale wenye uwezo wa kimaisha hawafiki kule, wanafika kule Superdome, Serena Hotel, ambapo hawa ambao tunaamini kutoka huku kwetu hawawezi kufika sehemu hizo. Sheikh Shafi, hebu tuliweke vizuri hili. Zile iftari kwa mujibu wa Uislamu sio halali. Iftari zile za kufuturisha watu kwenye maukumbi makubwa, kisha watu wakaingia kwa kadi, wale ambao maarufu wanaenda kufuturu mule, zile ni iftari za show, sio iftari ambazo za kutegemea kwamba Mungu atakulipa. Kwa sababu tukisema neno iftari ni kile chakula cha kwanza kinachoingia katika mdomo wako baada ya kufunga, na Mtume akatuhusia anayefunga akitaka kufuturu, sharti la kwanza apate tende, kama akikosa tende apate maji ya kunywa, kwa sababu mwili unakuwa umepoteza vitu fulani, vinatakiwa vitu vitamu kidogo ili kurudisha ule mwili kuwa sawa. Sasa kitu cha kwanza kinachoingia mdomoni ndio tunaita iftari. Lakini hadithi iliyokuja, mwenye kumfuturisha aliyefunga anapata thawabu sawa sawa na yule aliyefuturu, bila aliyefuturu kupunguziwa chochote. Lakini nani anastahili kufuturishwa? Hili ndio swali la kujiuliza, sio mimi wa kufuturishwa. Anayestahili kufuturishwa ni yule asiyekuwa na uwezo cha kufuturu. Ndiyo maana ya iftari, tuwape watu ambao hawana uwezo wa kufuturu, ili mradi na wao wapate cha kufuturu, sawa sawa na ile zakatul fitri. Anapewa mtu ambaye hana chakula cha kupika siku ya Idi kusherekea, wewe uliyekuwa nacho mpaka Uislamu ukakuhimiza kwamba saumu yako ina deha mpaka utoe zakatul fitri. Kwa nini? Mungu anakutaka wewe ulazima wa kutoa kumpa yule asiyekuwa nacho, kama vile wewe ulivyokuwa na furaha nyumbani kwako na yeye akafurahi na familia yake. Sasa ukichukua iftari ukipeleka katika ukumbi wenyewe unalipiwa karibia milioni 50. Mapambo ndani umepamba ya milioni 20. Chakula chenyewe kinafika milioni 30. Ukipiga hesabu unatumia milioni 100. Hiyo 100 unayotumia, haji mwenye shida ya iftari unamualika mtu ambaye ana uwezo wa kukualika wewe nyumbani kwake akakufuturisha mwezi mzima. Unawaacha watu ambao wako nje, uhakika hata watende kula au wa mihogo ile tusioipenda labda, wao hawana uhakika wa kula. Kimtazamo tu, huyu ambaye anafuturisha anawaita wenye uwezo wa kumfuturisha afuturu nao, na huyu ambaye hana cha kufuturu, unadhani nani anastahili kupewa? Yule ambaye hana. Ndio hivyo bwana. Sasa sisi tumebadilika saizi, tunaifanya dini iko sebleni. Na shida kubwa, mimi nizungumze na mashehe. Baadhi ya mashehe wa Tanzania wanaharibu sana dini. Kwa nini? Hawataki kusema ukweli kwa wale watu ambao wanaofanya hayo mambo. Yani lazima uwaambie wale watu wanaofuturisha, we bwana una pesa kutufuturisha sisi, kutuleta hapa, kutuletea kuku, mayai, familia zetu zinafuturu nini? Lakini sisi hawa watu unaoita hawana shida na iftari, wapo wahitaji nje wana shida na iftari. Kwa hiyo hiki kinachofanywa hakipo sawa. Sasa mashehe wao hawasemi maskini ya Mungu, wakishachukua bahasha zao mfukoni na kilemba chake kashatundika na kofia yake, anakwenda na yeye kufuturu, kwenda kula kuku, tena pale pale anafuturu, anapiga na picha kabisa tap kwenye kiongozi fulani. Kuna kiongozi fulani anaona ufahari maskini ya Mungu kukaa na kiongozi fulani kula iftari, anaacha kumwambia hiki kitu unachofanya hakipo sawa, tu watafute wenyewe uhitaji wa iftari ili wakafuturu. Mimi niwaambie, tumeona pamoja kama unazungumza hivyo, lakini tumeona kwa asilimia kubwa Ramadhani ya mwaka huu hapa wanaofanya tabia hiyo ni viongozi. Tunaona wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa wanafuturisha, tumeona wabunge, mawaziri wanafuturisha kwa aina hiyo. Tumeona wanainda, yani watu wanaingia hapa, tunaona ni wale ambao ni watu ambao ni VIP wenzao. Kufuturisha sio dhambi. Unamfuturisha nani? Huyo unayemfuturisha yeye ana shida na iftari yako, kwa sababu hii ni iftari ya show, haitaki thawabu. Ndio maana hata kwa Muislamu anafuturisha
Hiyo iftari watu wanaenda kufuturu wasiokuwa Waislamu, Waislamu wote wanafuturu. Aliyefunga hajafunga naye anafuturu. Iftari ni ibada bwana kwenye Uislamu. Iftari wanatakiwa wapewe wasiokuwa na uwezo wa kupata iftari. Lakini ukiwaita watu wana uwezo wa kufuturu, wewe umekuja kuwalisha tu. Kwamba hiyo bwana kwa Mungu sidhani kama kitu unapata, kwa sababu umeitupa pesa yako kwa wahitaji wasiohitaji hiyo pesa. Ili upate thawabu, pesa yako iende kwa wahitaji ambao wanahitaji hiyo pesa. Watanzania wana shida sana na maisha magumu. Mashehe niwaambie waache hizi habari. Wanapopewa nafasi ya kusema waseme. Hizi iftari hazipo sawa. Twendeni tukafuturu na watoto yatima, twendeni tukafuturu na maskini, twendeni tukafuturu na wasiojiweza. Unajua ifika mahala baadhi ya kwetu sisi mashehe dini tunavyoipeleka mpaka sasa hivi tunaitwa wazee wa iftari. Wallahi tunapewa majina mabaya sana. Kuna mtu kanipigia simu, mzee wa iftari. Ambia mzee wa iftari nani? Wewe bwana ukipigiwa simu tu ushafika. Kaambia bwana mimi umeniona wapi bwana nakwenda bwana wewe mbona unataka kunitukana sasa hizi? Mwaliko kidogo. Mwaliko tu. Mzee wa iftari. Waftari wa vyuku. Yaani wewe nyi mashehe kazi yenu kuku tu. Tunatukanwa sana. Unafikia? Sana. Sasa tuwaambie kwamba mashehe tuseme, turudi katika dini, tusifanye dini masiala. Tuwaambie viongozi wenye nia ya kutafuta thawabu ya kufuturisha, mahala gani pazuri pa watu kwenda kufuturisha. Kama mashehe pengine kwa asilimia kubwa wanaingia kwenye dhambi ambayo wao hawajaistukia kama hii ni dhambi. Wameshaistukia, ila wanafanya kwa sababu kuna kitu kinapatikana. Ndio tatizo kubwa sisi mashehe wa Tanzania tulivyo. Yaani sisi dini tunaweza tukaiuza saa yoyote ikiwa kuna pesa mbele inatoka. Tunaweza kusema chochote katika dini ikiwa kuna maslahi ya pesa yanatoka. Hilo tatizo Tanzania sisi mashehe tunalo sana. Na ndio maana ukiangalia hata matamko yetu yanavyotoka, hatuzingatii dini inasema nini. Sisi tunazingatia Sheikh Shafii anataka nini na mimi niseme nini. Kwa hiyo hili swala la mashehe tutajibu sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kushindwa kusimama katika ule ukweli ambao tunawapasa kuwaambia wale viongozi. Mtu kama anatoa pesa zake anafutulisha, huyu ana shida na thawabu. Sasa mwambie ili thawabu upate kubwa nzuri zaidi, kuna wahitaji wa hii iftari wanatakiwa wapewe, sio mimi wa kunipa iftari. Lakini wewe kwa sababu unajua kuna chochote kinachotoka na huyu mkubwa akasema, lakini huyu mkubwa anakutazama wewe bato, anataka kumwambia Sheikh Shafii ataniambia nini katika hili. Sasa bado ukiwa na kumuongopea kwamba hili jambo linafaa kwa maslahi yangu, nitabeba dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Futari zinazolishwa watu katika mahoteli makubwa na gharama kubwa, mkaacha kuwapa wasiokuwa na uwezo, futari zile kwenye Uislamu hazipo. Bila kumung'unya maneno, una pepo ya kunipa wala moto wa kuniingiza. Ukitaka nisikwambie tengeneza dini ya nyumbani kwako au ya kwako, lakini madhari dini ya Mungu ukikukosea tutakwambia hata kama uwe nani. Futari za kweli ambazo zinapatikana thawabu ni zile zinazoenda kwa wahitaji wa zile iftari. Kwa msikitini kila mtu aje. Asante sana. Sio unaita Serena hoteli. Usipeleke kwenye mahoteli makubwa yenye gharama kubwa. Mtu anatumia milioni 1 kuandaa iftari. Swali mimi nakuuliza, watu 200 wanaweza kula iftari ya 300 kwa siku. Watu 200 na nyingi sana hiyo. Kwa iftari zetu za magimbi miogo ni watu kama 200. Piga mahesabu sasa, kama 300 wanalisha watu 200, manake ukiwa na 600 utalisha watu 400. Si ndio hivyo bwana? Ukiwa na 800 utalisha watu 600. Sawa bwana? Ukiwa na milioni 1 utalisha watu wangapi? 800. Si ndio hivyo bwana? Haya, milioni 1 inalisha watu 800 kwa siku. Milioni 100 italisha watu wangapi? Watu 800 kwa milioni 100 unawamaliza mwezi mzima, wanafuturu bila wasiwasi wote na wananyanyua mikono. Vipi unaenda kuitupa kwa siku moja kwa watu ambao wana uwezo wa kukufutulisha wewe? Iftari inakuwa X. Kwa nini? Iftari haikufikwa kwa walengwa. Nikupe mfano mdogo tu. Umemwona Rais Ali Hassan Mwinyi wa Zanzibar alichokifanya pale Amani? Aliweka iftari uwanjani, sio? Na mvua inanyesha. Unadhani bato kwa mvua ile ilivyonyesha, yule ambaye ana uwezo anaweza kwenda kukaa pale kusubiri iftari? Je, waliokwenda kusubiri iftari
watu wa kawaida wasiokuwa na uwezo wanahitaji ile iftari wale. Kwa mfano hapa iweko kwa Mkapa pale, kila mtu aende, lakini waambie jamani, asiyekuwa na uwezo ndo aende akafuturu. Kuna watu wanaogopa kudhalilika kwa uwezo waliokuwa nao. Huwezi kwenda pale kwa Mkapa kufuturu. Ukimwona mpaka mtu anakwenda kufuturu, hali mbaya, kachoka kweli kweli, anahitaji ile iftari. Kwa hiyo utakuta pale uwanja wa Amani pale imewekwa iftari, watu wametoka wasiokuwa na uwezo wamekuja kuchukua iftari. Na sio kula tu, watu wamekuja na mifuko bato, wanatia zile iftari. Ujifunze kitu hapa kwamba watu wana hali ngumu sana. Hizi pesa tunazotoa kwa watu wenye uwezo tuachane nazo, tuwape watu hao wasiokuwa na uwezo. Ni kitu cha kujifunza. Mimi namuombea dua sana sana, Mungu amlipe yule jamaa, amuendeleze katika moyo ule ule wa kutengeneza akhera yake. Maana yake anisaidii mimi, yule anatengeneza akhera yake na Mungu wake, kuna siku atakwenda kukutana naye. Lakini tuwaambie mashe waseme, wasiogope kusema. Inawezekana viongozi hawajui, wanataka kusikia kauli zao kwamba bwana, iftari iliyokuwa nzuri ni kuandaa 1 2 3 kula. Kama una uwezo chukua iftari yako, tengeneza unga ngano, sembe, malage, pita kugawa kwa maskini, mayatima, pita kukawa wasiojiweza. Ndio fadhila tunapata katika mwezi wa Ramadhani, sio iftari ya kwenda kufuturisha watu ambao wanaweza kufutari. Hapana, hiyo sio sahihi. Hapo wanakosea sana.